Jago yako. Si unavua mama na kwa mengi? Vua kwanza. Haya sasa nikueleze. Siku hiyo leo nipa nikampelekea kaka. Kajua yote. Mipango yote. Wewe. Usimtishe. Anawezaje kujua jambo hili? Na wakati isili tunajua mimi na wewe. Fenyeje? Mbavu. Yaani umesubutu kabisa kumwambia ukweli kwa umenitaja kama mimi hapa nitapeli, sio maana yake? Sio hivyo? Ndio. Sasa mimi fenyeje? Ndio nimemwambia. Una akili wewe. Sasa mimi itakuwaje sasa na kama eti alishasema ukweli namna hiyo? Kwangu mimi itakuwaje? Unasikia? Usimtishe. Kama unacheza na akili yangu bora uniambie. Unasikia Balikisi? Sasa mimi nikwambie nini kweli? Una elimu mbona wala tamtani. Ila ngoja. Mimi mjomba kakako aniwezi kielimu. Mimi nimesoma usinione hivi. Au shigunishi tu mkutona mwagarazi. Wetanga tanga danganya madada. Aibu hiyo. Kula kwa mama, kulala kwa baba. Aibu hiyo. Sister, umezingua sana pakubwa sana. Utakonigombanisha jua mimi na mamu wangu. Nusu kuuana ujue. Sema nini mimi nisha flash, mwambie sister, mwambie mamu. Mambo yashaisha hapo wenyewe utawala au vipi? Kwa hivyo kasome na kutegemea. Hizi mmemalizana zile 4 5, sio wewe mwenyewe. Shemeji yako lakini natania. Hata kwa wapi wana. Hivi wewe Ni moja moja. upasike kwangu safi tu. Ana maisha yote. Upasike kwangu safi tu. Naye muamini na ni Mungu aliye juu. Uniona tizizo suluhisho. Usiku mchana niokote makopo. Nakula dagaa ugali wa mwogo. Haya maisha mbona ya pogo. Wesi una elimu mbona wala tamtani. Wenzako wote walimu wengine marubani. Nisikize nikwambie kitu. Sasa hivi nataka jibu hilo. Ile simu ya nani? Simu ya mdogo wangu. Hivyo una akili gani wewe? Uona akili gani wewe? Nisikilize. Nimeshajua kila kitu kuhusu ile simu. Ile simu ni ya Carlos. Na alikupa wewe kwa ajili ya kutaka namba. Simu ya nani? Simu ya mdogo wangu, nakwambia simu ya mdogo wangu. Kwa hiyo na mimi sina akili au sio? Kwa maana unataka kutoka naye, si ndio? Hapana. Simu ya nani? Simu kweli ya Carlos. Ndio bana. Kweli simu ya kwako. Kwa nini bado unataka kutanganya mpaka sasa hivi? Unachukua mimi sina akili hapo. Unataka nikupiga nikuumize? Unazingua. Nimechangia kutoa pesa katika masomo yako. Nimechangia katika kila shida zako. Ninaogopa kukwambia. Sasa sikia. Sitaki tuko sana. Afu mwenyewe unajua jinsi gani nakupenda. Mwenyewe unaelewa. Wewe nenda kachukue baadhi ya nguo zako. Nenda nyumbani. Nisamehe. Sikiliza. Sitaki makelele. Na ndio maana nimekwambia sitaki mizozo. Mjomba. Mbona umeniita huko? Kuna nini? Nisikize kwa makini. Mjomba. Nimekuita kwa jambo moja. Kabla sijaongea na wewe. Ndugu mwigizaji. Ndugu msanii. Ndugu mjomba feki.
Mjomba, mbona sikuelewi? Huwezi kunielewa. Ila naomba uvue miwani na hilo kofia. Halafu ndo tuelewane vizuri kama wanaume. Mjomba bana. Kwani leo sio kama nilivyokuzoea. Kuna nini? Nisikilize kwa makini. Nakusikiliza mjomba. Njia unayopitia ushafanya sana. Utapeli ambao unataka kufanya nimefanya. Unanisikiliza? Naomba usikize kwa makini. Nakusikiliza mjomba. Wewe ni mjomba feki. Yaani katika vijana ambao hawana akili wewe ni namba moja, kwa sababu muda ambao unatumia kutaka kudhulumu ni muda ambao sasa hivi ungekuwa chuo. Sasa hivi ungekuwa unafanya biashara. Lakini umethubutu wewe na mamako feki mmetaka kudhulumu hizo mali. Mbona utumia akili wewe? Wewe mali ya mtu hailiwi kiserasera kama hivi. Sawa? Njia zote ulizotumia nimezipata. Ukaamua kumtumia mdogo wangu mimi. Kutaka kutapeli hizi nyumba. Zingekupeleka wapi? Umemwagiza document, umeigiza sauti, kila kitu. Umeloitwa pangaje hapa kibao. Kisa tu kutaka nyumba. Kutaka hati za nyumba. Sio maana yake. Sasa usiongee chochote kile. Na kama uamini, mpaka Arabi nimechukua. Sasa naomba tuongee kama wanaume. Tuongee kama wanaume na usete upuzi wako. Arabi na mfukoni. Arabi tena. Mjomba. Nimesema sitaki kuongea chochote. Kiustaarabu tu, kiustaarabu. Kukuokoa wewe kwa sababu bado mdogo. Yaani wewe bado ni mdogo kabisa. Sasa ili amini kama mimi wewe unaamka mimi nipolala. Sawa? Mpaka dada yako unamwona sasa hivi? Dada yako unamwona sasa hivi? Yuko wapi? Anahusika dada yako, ndo chanzo cha kifo cha baba yangu. Ndo chanzo cha kifo cha baba yangu mimi. Sasa tusifike mbali. Tusifike mbali kabisa. Niweza kukuua. Sawa? Kila kitu ulichofanya, kila kitu ndio unachofanya nakijua. Mmeenda kwa waganga, mmehangaika. Amekuleta hapo hivi. Kaka gani? Okay, nishagundua sasa. Nimeshagundua. Mjomba, umaskini tu. Njaa tu ndio inasababisha hivi kweli. Mimi nilidanganyika kuja huko kufanya utapeli. Lakini sikupenda kufanya hivyo mjomba. Sio mnisikia? Dana tu ndo alinidanganya na umaskini. Umaskini. Yaba wewe ndo maskini Tanzania, si ndio? Wewe ndo maskini. Sasa kama nilivyokuambia awali, hapa nina Arabi. Naweza kufanya chochote kile. Dadako wewe, dadako feki. Nimeshampoteza. Sasa niko polisi kwa sababu chanzo ni yeye. Umemfunga? Na wewe nimekuona kwa sababu bado ni kijana mdogo na bado watafuta. Sasa kwa ustaarabu wako, chukua kila kitu, changanya bariga zako. Toka kabisa. Nisikuone kabisa. Toka, ondoka. Sawa. Toka! Ndio hivyo kama nilivyokuambia. Mimi hapa nimepata mchongo. Natakiwa nielekee Dar es Salaam. Maeneo ya Kawe. Nimejua sehemu atakuwa naenda kusoma. Simeelewa. Nilishakwambia kwa mimi ni msomi. Na diploma na masters. Sasa unaondoka na mfuko huu. Sasa unajua mazingira hapa nyumbani. Mimi sitaki mtoto ajue mchongo kama mimi. Ninaondoka. Mbele hapo kuna kibegi changu na tinga. Mwendo. Kwa unaondoka unarudi au ndo unaondoka mazini? Nitarudi kwa ajili yako kwa sababu hapa kuna mpenzi wangu. Simuelewa kwa sababu nakupenda sana. Maana bonge akiona kama mimi naondoka afu ataanza maneno yake ombea sitaki. Basi sawa. Maana tushamfukuza lakini bado namuona analanda mtaani. Lakini nakuomba bwana nitunzie hiko kidude changu. Tunaelewana? So narudi nikikuta tayari kishazeeka kishasinia mimi sitaki. Hamna shida. Nikirudi nikikuta vile kama nilikiacha. Nielewane mpenzi. Nakupenda sana. Wow. Hivi wewe binadamu gani? Hivi wewe ni mtu gani? Uvimbe upasuke kwangu safi tu. Naye mwamini na ni Mungu aliye juu. Uvimbe upasuke kwangu safi tu. Naye mwamini na ni Mungu aliye juu. Uniona chizi suluhisho. Usiku jana niokote makopo.
walanja mtani, wenzako wote walimu, wengine marubani, hawishi kunishutumu kutona mwagarazi, wetangatanga danganya madada, aibu hiyo, aibu hiyo, kula kwa mama, kulala kwa baba, aibu hiyo, aibu hiyo, wetangatanga danganya madada, aibu hiyo, aibu hiyo, kula kwa mama, kulala kwa baba, aibu hiyo, aibu hiyo, haunilisho nipishi na wala hunibabaishi, haunilisho nipishi na wala hunibabaishi, hiki ni kipaji wala sijenda kwa babu, kila kukicha mda huona sababu, na mimi bado ninatafuta jina, naimba viki tena wenye vina, sishindani nanyi tena wenye majina, na levo zenu za mbona zimechina, wesi una elimu mbona walanja mtani, wenzako wote walimu, wengine marubani, hawishi kunishutumu. Ndugu zangu, leo tuna kikao kifupi, kuna mambo nataka tujadiliane, na kuna baadhi ya watu hapa wanifahamu na kuna baadhi ya watu tunafahamiana. Kwa jina naitwa Hamimu, ni kaka wa mama Mjengo ambaye mnamuita nyinyi, lakini mimi namuita ni mdogo wangu anaitwa Barkis. Hiyo mama Mjengo kaivamia tu hapa, lakini mimi sikuwa sijui kama anaitwa mama Mjengo, lakini ni binti ambayo nilimleta hapa kusimamia mali hizi ambazo hizo mali ni za baba yetu kabla hajafariki, alisema nimkabidhishe, lakini bahati nzuri nimekuja kumchukua rasmi na mpeleka boarding, maanake masomo yake yote kuanzia leo atakuwa anasoma boarding, na huyu ni mke wangu na ndio atakayesimama mbadala wa mama Mjengo, maanake huyu ndio atakayechukua kodi, maanake usimpe kodi mtu mwingine zaidi ya huyu, maanake kodi zote za pangaji atakuwa anapokea huyu. Mke wangu mzuri mlembo Mtanga huyu. Sasa na wewe kama kuna Mtanga hapa usimpendelee kodi, pokea kodi, leta nyumbani. Jambo lingine, kuna mpangaji mpya nimeambiwa leo, wakati nafika tu nikaambia kuna mpangaji mpya yule pale. Kwa hiyo naomba, kuna mpangaji alitoka nikaambia kuna mwingine, kwa hiyo nachowahusia, naomba muishi kwa upendo na sasa mtaishi kwa amani, kwa sababu mpangaji huyu wazalo mtaishi kwa upendo kwa sababu msimamizi mkuu atakuwa haishi hapa. Hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu. Unajua sisi Waswahili unapokaa na mwenye nyumba hapo, roho inakuwa ukipika nyama lazima pika nyama mtu kama hiyo. Lakini pia cha mwisho, usitapeliwe na mtu yeyote akaja kukudai kodi zaidi ya mke wangu au bibi mwenyewe. Zaidi ya hao hata huyu akija, kwa sababu atakuwa shule. Maana usipe kodi mtu yeyote. Nadhani tumeelewana. Kwa hiyo mdogo wangu waage, kwa sababu kuanzia leo unaenda boarding. Wapangaji wangu kwa elini na waaga, lakini nitaishi vizuri na wifi ukae nao vizuri. Asante kile kimudi smart. Budi smart kama ya kuleta tena demu mwingine. Sijui. Na huyo Omari na yeye leo hajalipa kwanza kodi ya wiki iliyopita, hajalipa. Kaniambia kesho saa 2. Kwa hiyo saa 2 uje. Chumba chake kile pale. Tena mlango mwekundu. Ukafate kwa elini. Mpangaji mpya sijui naye kama msumbufu sijui. Atakujua wewe wifi baadaye. Na cha mwisho naanza bodi kusoma. Maana wewe Mzambia kila siku sisi kiruga sana, mimi naenda kukisoma. Nikishaenda kukisoma, nikikiweza kikikaa hapa, nitakuja na yeye. Tutacheka wote, tutaongea Kiingereza. Atanikoma. Ikaanza hapo, sikaenda sokoni, sikaenda kidemu chake sijui. Mimi hayo tu. Bali wapangaji hapa ni mzee, mdogo wangu ni mzee sana, lakini ni mtoto. Kwa hiyo hata ile amejitahidi ku maintain wapangaji kama nyinyi wenye akili zenu timamu, unajua kwa tuombeane live sana, mambo alikosea. Napenda sana na tunatakia siku njema. Tuko pamoja. Haya, shukrani.
Uko poa? Mimi ni Chief Executive Officer, yani CEO wa HK Artist Group. Niko hapa kwa jambo moja. Jambo la kwanza ni kuhusu tamthilia yetu Mama Mjengo. Tamthilia yetu imeisha kabisa, imeisha na tunajiandaa na tamthilia mpya. Bonge moja tamthilia. Oya. Naonea huruma. Cha msingi hakikisha una subscribe YouTube channel yetu ya Hamimu Kiba na mitandao yote kama Twitter, Instagram, Facebook, yote tunatumia Hamimu Kiba ili uwe wa kwanza kutazama tamthilia zetu. Lakini pia kupitia tamthilia yetu hii ya Mama Mjengo ambayo imeishia episode ya 10. Maana tumeanza episode ya kwanza mpaka ya 10. Changamoto zilikuwa nyingi sana. Changamoto moja hapo ni wasanii, kwa sababu tulikuwa tunakaa kambi ya siku 2 au siku 1 then tunaruhusu. Kwa hiyo ilifikia tu tuna shoot labda kuanzia saa 10, saa 8 kutokana na wasanii wanatoka mbali, lakini pia uwezo wa kukaa kambi ilikuwa so sana. Kwa hiyo mnaweza mkakaa mmesubiria msanii mmoja tu. Kwa hiyo ni challenge ambayo ni changamoto ambayo imetukumba sana kiasi kwamba hii kazi mpya ambayo inakuja kila mtu atakaa kambi. Lakini pia mimi nimecheza kama kaka wa Mama Mjengo. Yaani mimi ndo main character wa tamthilia Mama Mjengo. Kwa hiyo nimecheza kama kaka na nikachukua uamuzi na nikachukua majukumu kama kaka. Kwa hiyo nimefanya kazi yangu vizuri kabisa. Lakini cha mwisho na cha kukuomba, usikae mbali na YouTube channel yetu, maana yajayo malizia. Thank you. Hello, habari zenu? Kwa majina naitwa Barukisi. Hilo ni jina langu la usanii, jina langu la kawaida Fatuma. Mimi ndio mhusika mwenyewe Mama Mjengo. Nyie watu wa mama, watoto wote mliokuwa mna nyumba zenu, msiwanyanyasa wapangaji wenu kama mimi mliponiona na wapanyanyasa. Hiyo sio kuishi vizuri, mtakuwa muishi vizuri na wapangaji wenu. Changamoto zangu kama sini za mwisho zile, tuko tunamalizia movie zetu, tukitoka nje kushuti mvua unanyesha. Tukiingia ndani kidogo jua, tukitoka nje mvua unanyesha. Yaani tulikuwa kuna undu kubwa sana ya mvua. Lakini hao ndo maisha ya kambi, tunataka tuvumilie, tunawapenda sana. Changamoto nyingine ya shule, tunaenda shule wenzetu wanashuti, tukifika hapa inakuwa jioni tunashuti scene moja tu tunaondoka hivyo hivyo. Lakini sana sana weekends kwa Jumamosi na Jumapili tunalala kambi siku moja, kucha moja tunashuti. Siku hapo jioni tunarudi kila mtu kwao. Ila mimi ndo Mama Mjengo wenyewe, lakini wengine wote waliokuja hao ndo walikuwa wanazunguka tu. Wakila huyu mpangaji, huyu mjomba, huyu nani, huyu kaka, huyu nani. Mimi ndo Mama Mjengo mwenyewe, lakini kuna movie mpya usikose kufuatilia. Hello, bwana mambo vipi? Mimi naitwa Moody Smart au unaweza kaniita mtoto Teacher Nsesoma. Ni msanii kutoka HK Artist Group. Na katika movie hii ya Mama Mjengo nimecheza kama kijana fulani hivi ambaye napenda sana mapenzi kuliko kazi. Lakini pia ni kijana ambaye nilikuwa sishindwani chochote na Mama Mjengo, na ndo kijana ambaye nilionyesha kwamba usifanye kitu kibaya bila kuchunguza. Na pia mimi ndio location manager katika movie ya Mama Mjengo. Na kitu kingine cha kuongezea ni msanii wa muziki wa Singeli na imba muziki wa Singeli Laza. Kitu kingine naomba mtufuatilie sana na msubscribe account zetu ya HK Artist Group. Ukiandika Hamimu Kiba pale una subscribe, na ukiandika Moody Smart YouTube, Instagram, TikTok, Facebook utapata kazi mzuri, muziki mzuri kutoka kwa Moody Smart. Nawapenda sana. Pia naomba muendelee kutufuatilia. Kuna movie yetu mpya inakuja coming soon. Jina surprise litatoka, ila tunawapenda sana. I like you. Bwana mambo vipi? Nite Ndaga, nite 660 big man of talent. Bwana tunashukuru Mungu kwa kuweza kuimaliza movie yetu pendwa ya Mama Mjengo kufikia final. Katika movie ile ya Mama Mjengo nimecheza kama mjomba wake Mama Mjengo, pia mjomba wake Hamimu Kiba. Dhamira niliyoenda kuibua katika movie ile pale ni utapeli, umalaya, zote ni dhamira ambazo nimeanza kuzicheza. Dhamira ya utapeli imeenda kuleta ujumbe katika jamii. Utapeli sio mzuri katika jamii, kwa sababu tumeona athari zilizozipitia katika kazi yangu ya utapeli. Mwisho wake nimeangukia pabaya, kama vile mpango nimeushindwa kuupata. Wameniweza kunigundukia mpango wangu, yule ambaye nitegemea tutafanya mipango ya kuweza kutapeli dokumenti za ile nyumba, waliweza kustukia. Mwishowe nusu kwenda kuozea jela.
lakini jamaa alitumia tu busara kuweza kunisamehe kwa sababu kuna kiudugu kwa mbali na nikarudi tena mtaani. Jamani, utapeli sio mzuri katika jamii. Changamoto ambazo nilikuwa nazipata tukiwa location. Changamoto nyingi sana kwa sababu ile sauti ambayo nilikuwa natumia kuigizia ni sauti ambayo kuna wakati ilikuwa inaumiza hadi Koromelo. Kwa sababu unajua jamba, mimi ninakukubali sana. Kwa sababu sauti sio ya kwako, ni unatumia kuigiza. Kwa hiyo lazima tu itakupa shida. Lakini nilijipambania mpaka nikaiweza na nikaweza kwa jamii wengi pale wapangaji wa ile nyumba walikuwa wananijua mimi ndio vile ongeaji wangu, kumbe hapana. Kwa hiyo ni mbinu kwa changamoto ndio ilikopondo hiyo. Alafu nilikuwa ninapenda kuambia kwamba umeweza kuimaliza hii movie lakini tunaingia na movie nyingine. Jina ni surprise. Ila tunawaomba msisahau kusubscribe na kucomment channel yetu ya Hamim Kiba. Tunawapenda sana. Endeleeni kuwa nasi. Habari zenu, kwa majina naitwa Fatuma Abdalla Selemani. Jina ambalo natumia katika uigizaji ni hilo Fatuma. Pia kwenye kuigiza kwangu dhamira ambayo imejitokeza ni dhamira ya kuongea ukweli. Ukweli ndio unamweka mtu huru kuliko kuongopa kwake. Mimi niliongopa kusema simu ya mdogo wangu, kumbe simu ya yule mpangaji mwenzangu aliomba namba nimpe. Bahati mbaya, bahati nzuri simu ikaangukia mikononi mwangu. Kwa hiyo nilikuwa na kumuongopea mpenzi wangu kwa ile simu ni ya mdogo wangu, kumbe simu sio yangu, ni ya mpangaji mwenzangu. Kwa hiyo niliongopa, mwisho wa siku ukajulikana ukweli, nikaumbuka. Napenda kuwaambia kuhusu movie yetu mpya ambayo inaanza. Kuhusu jina sijali, surprise. Na movie nzuri sana, yani msikose kuifuatilia. Movie ambayo imejaa visa kila aina, usikose kuifuatilia. Pia msisahau kusubscribe channel yetu ya Hamim Kiba. Hiyo tunapenda sana. Habari, kwa majina naitwa Farida Nakshbandi Kiuta, jina la sanaa naitwa Farida. Zumuni nilileta hapa katika movie yetu ya Mama Mjengo, mimi nilikuwa mdada mmoja fulani hivi, nilikuwa yani yule mwenye harakati. Pia kwenye Mama Mjengo, kwa hiyo katika ile movie kila mwanaume atakayetokea mwanamuna yani hata simwamini. Kwa mwisho wa siku nikaa nimedorokea tu. Kwa jina naenda kama Hamza Juma, msanii wa HK Group. Dhamira nilokuja nayo katika tamthilia yetu ya Mama Mjengo ni dhamira ya usifanye kitu kwa kukurupuka, unabidi ufikirie mara mbili mara tatu ukiwa kama una moyo wa kibinadamu. Na pia changamoto tulopitia bwana ile siku ambayo navuta ile ganja, kwa sababu mimi sio mvutaji wa bangi wala sigara, nilipaliwa bwana, kama mvonionea nilipaliwa. Hiyo ndio changamoto kubwa nilopitia. Pia changamoto nyingine kwenye kambi tulikula miogo bwana kama ya buza wanangu. Safichi. Ndio hivyo, pia msisahau kusubscribe channel yetu na pia tuna movie lo. Bonge moja la kazi. Msisahau kuangalia. Oya we 45. Msisahau kufuatilia movie zetu. Ciao. Leo kwa majina naitwa Amina, ni msanii wa HK Artist Group. Movie yetu ya Mama Mjengo niliigiza kama rafiki yake Mama Mjengo. Changamoto niliyopitia mimi, maana yake tulikuwa tuna movie ya shule ile, tuenda kuigiza kule movie ya shule, ndio ile changamoto mimi. Ila tuna movie yetu mpya, msisahau kuifuatilia, msisahau kutufollow. Tunawapenda sana. I love you. Hello, kwa majina naitwa Carlo Tizini, msanii wa HK Arts Group. Katika movie ya Mama Mjengo mimi nimecheza kama kijana fulani hivi ambao na vurugu sana, yani msumbufu sana, mpenda ugomvi, nagombana sentemu na kaka yangu kisa wanawake, yani nilikuwa kijana fulani ambao haunizani yani hata kama ukaniona live yani. Lakini tuache hayo. Changamoto katika sanaa yetu, katika tamthilia ya Mama Mjengo, scene ambazo zilikuwa ngumu ziko hizi mbili. Kuna ile moja ambayo napigana na kaka yangu pale Konani kwa ajili ya mwanamke. Ile scene iliumia sana, ilichunika magoti, umeelewa? Mpaka kichwani nikajisikia maumivu ndani ya siku 3 nzima naumwa. Lakini namshukuru Mungu mpaka saa hizi napumua. Lakini kuna scene ya pili, ile scene ambayo Mama Mjengo ananifudhaisha pale nisipike jikoni kwake pale, hataki nichafue ukuta. Ile iliniuma sana. Sema nini?
Tunawapenda sana mashabiki zetu. Afu kuna kitu kipya kinakuja kwa ajili yenu. Asanteni. Habari zenu wapendwa, kwa majina naitwa Mwanao Ali, ni msanii kutoka HK Artist Group. Katika movie yetu ya Mama Mjengo nimeigiza kama mpangaji wa Mama Mjengo, lakini pia nimekuja kwa washauri wenzangu tamaa sio nzuri, maana nilipotoka huko nilikuwa na mpenzi wangu, nimefika kwa Mama Mjengo, nimekutana na mjomba wake Mama Mjengo, kanilaghai, atanipangia chumba, sio kodi stolipa, sio kila kitu, lakini hatimaye yeye mwenyewe pia ana chochote, hana hili wala lile, pia mwenyewe hahusiki na chochote jamani, ametimuliwa. Ndo kama mnavyoniona hapa, nipo tu sina mbele wala nyuma, mwenyewe nasubiri kutimuliwa jamani. Nimemaliza mimi teacher. Ila usisahau kusubscribe. Changamoto twende. Nianzie wapi sasa? Ila nimetimuliwa, ila changamoto zilizopitia action. Mwenyewe pia hapa muda wote sawa tunaweza nikatimuliwa, lakini pia changamoto ambazo nimepitia katika movie ya Mama Mjengo jamani, kushuti na Farida nilikuwa naona kazi. Kushuti na Farida nilikuwa naona kazi hatari. Lakini pia usisahau kusubscribe channel yetu. Hello, kwa majina naitwa Ali Muhammad, kwa jina sanaa naitwa Chubu. Ni msanii wa HK Arts Group. Katika tamthilia yetu ya Mama Mjengo nimecheza kama dalali. Dhamira kuu ni kwamba utapeli haufai. Maana nimecheza kama dalali mpela. Mtu mwenye tamaa, na tamaa katika jamii haifai. Kwa na tamaa unaweza ukaumia. Haisitoshe pia nimecheza kama mtu mmoja hivi msela ambaye ukiona hivi nizanie. Na ndio maana dalali mimi nilikuwa dalali wa hovyo, dalali mchafu. Nilikuwa dalali mchafu. Na sisi pia changamoto zilizopitia wakati tupo na shuti mara mvua nini, ni changamoto zimekukuta. Changamoto ni kwamba hali ya hewa, mvua, mara jua, mara kutoka jua inakuwa jua kali, picha inakuwa kidogo cameraman anapata tabu, ila tunashukuru Mungu tumeshuti mwanzo wa episode ya kwanza mpaka mwisho wa episode ya 10. Tunamshukuru Mungu tumeshuti vizuri na kazi ni nzuri. Isitoshe pia tuna kazi yetu mpya, ni surprise. Enjoy. Wewe ulisema sikufai, ukaniacha mudi kisa sina pei. Nipunguze mazoea, eti kwamba kwa na mimi ulikosea. Sasa nadeka na raha nazijua, wewe pumbavu nishakuzalau. Walokuteka ndo walojisumbua, mimi mwenzako nishapanda dau. Wewe ulifosi nifu